Mara baada ya uvamizi wa Kagera, serikali ya Tanzania ikaanza kuwahamasisha wananchi wa Uganda waliokuwa wakimpinga Idi Amin kupigana dhidi ya majeshi yake. Hii ikimaanisha kuwa hadi kufikia hatua hiyo, mkataba wa Mogadishu ukawa umekufa rasmi. Mkataba huo maarufu kama mazungumzo ya Mogadishu uliafikiwa nchini Somalia mwaka 1972 ukiwa na lengo la usuluhishi la mgogoro kati ya Tanzania na Uganda. Baada ya kukwama kwa juhudi za kusuluhisha mgogoro huo, Mwalimu Nyerere alitangaza kuwa anawaunga mkono wale wote wanaompinga Idi Amin na yuko tayari kutoa mafunzo, silaha na fedha kwa Waganda wote ambao wangekuwa tayari kwenda Uganda kumpiga Idi Amin. Haya ni makala maalum ya Nyufa za Kanda, na hii leo tunaangazia sehemu ya pili ya Operation Chakaza iliyotangazwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1978 ili kumuondoa kiongozi wa Uganda siku hizo, Idi Amin Dada. Mimi ni Awadhi Rashidi. Wito huo uliitikiwa vizuri na makundi mbalimbali ya Waganda waliokuwa wameukimbia utawala wa Idi Amin na kutafuta hifadhi katika nchi za Tanzania, Kenya, Zambia, nchi za Ulaya na Amerika, pamoja na Waganda waliokuwa ndani ya Uganda yenyewe. Baadhi ya Waganda, wengi wao walikuwa wafanyabiashara, walimu au waandishi wa habari. Sehemu kubwa ya Waganda hawa ilitokea Tanzania, hususan kwenye kambi ya wakimbizi ya Tabora. Wengi wao walikuwa kwenye jeshi la Obote, lakini tangu waliposhindwa katika jaribio la kumpindua Idi Amin mwaka 1972 hawakuendelea tena kupata mafunzo ya kijeshi. Hata hivyo, siku chache tu baada ya uvamizi wa Idi Amin nchini Tanzania, Dr. Milton Obote ambaye alikuwa Zambia alirejea Tanzania haraka na kuanza kuwakusanya makomando walikuwa bado atiifu kwake kutoka sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Wanajeshi wote wa zamani wa Uganda walitakiwa kukutana Tabora kwa ajili ya kusuka mikakati ya kupambana na Idi Amin. Ndani ya wiki moja tu, wito huo uliwakutanisha wapiganaji 800 chini ya Kanali Tito Okello ambaye alikuwa kamanda mkuu katika jaribio la kumwangusha Idi Amin Dada mwaka 1972 bila mafanikio. Hadi kufikia katikati ya mwezi Novemba mwaka 1978, kiasi cha wapiganaji 300 miongoni mwao wanajeshi wa zamani wa Uganda walipewa sare za kijeshi na kusafirishwa hadi mkoani Mwanza, ambako walikutana na wapiganaji wengine na kusafirishwa kupelekwa vitani nchini Uganda. Duru zinaarifu kuwa Rais wa Tanzania Mwalimu Nyerere alitaka kikosi cha Waganda hao kiende vitani haraka iwezekanavyo, lakini Dr. Milton Obote alipinga swala hilo, akidai kuwa kikosi chake cha Tabora kilikuwa kimegawanyika na kilihitaji muda kuwekwa sawa. Hata na hivyo, taarifa za kiintelijensia zinaashiria kuwa kikosi hicho kilikuwa kikimtii zaidi Kanali Tito Okello kuliko Dr. Milton Obote. Kanali Tito Okello na wapiganaji wengi walitoka kabila la Acholi, na ingawa wakati fulani Obote alisema kuwa wapiganaji hao walikuwa wakimtii yeye zaidi, lakini wakimbizi wengi wa kabila la Acholi waliona kuwa Obote aliwapuuza wakati wa utawala wake kabla ya kupinduliwa na Idi Amin mwaka 1971. Wengi wao walidai kuwa wakati Obote akiwa madarakani aliwapendelea zaidi watu wa kabila lake la Lang kwa kuwapa ajira na fursa nyingine ambazo wao walinyimwa. Hata na hivyo, Mwalimu Nyerere alimsikiliza sana Dr. Milton Obote, hivyo akaamuru wapiganaji 300 waliokuwa wamewasili Mwanza kurudi Tabora, ambako Obote na Okello angekubaliana wapiganaji hao kuwa kwenye batalioni moja. Wakati hayo yakijiri, Mwalimu Nyerere alianzisha kambi ya mafunzo kwa wapiganaji wa Uganda wilayani Tarime karibu na Musoma, huku akiwataka baadhi ya Waganda waandamizi kuhamasisha wenzao zaidi kuungana ili kumpiga nduli Idi Amin Dada. Kufikia Januari mwaka 1979, Rais wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere alipata taarifa za kiintelijensia kuwa katika mji wa Kampala na Jinja kuna maelfu ya wanajeshi wanaompinga Idi Amin na kwamba wakipata msaada kidogo tu wangeasi. Mwalimu Nyerere kupima hilo, alituma Waganda wenzao kwenda Uganda kwa ajili ya kazi hiyo. Hata na hivyo, walipokaribia ufukwe wa Ziwa Victoria upande wa Uganda, mashua zao zilizama na wengine walikamatwa na kuuawa walipowasili karibu na mji wa Jinja. Baada ya matukio hayo, serikali ya Tanzania ilifunga rasmi kambi ya mafunzo ya Tarime. Baada ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kutangaza vita, bei za bidhaa mbalimbali zilianza kupanda nchini Tanzania kutokana na kuongezeka kwa kodi ili kulipia mahitaji ya vita. Kufikia Novemba 15 mwaka 1978, jarida la African Record likimnukuu waziri wa fedha wa Tanzania kipindi hicho Edwin Mtei alitangaza kuwa vita vimeifanya serikali kuongeza kodi kwa bidhaa za walaji. Vita vilipopamba moto, Tanzania ilianza kutafuta washirika kwa msaada zaidi, huku Mwalimu Nyerere akiona China kama chaguo lake la kwanza.
Mnamo mwaka 1963 kiongozi wa China siku hizo Mao Zedong alibuni falsafa kimkakati ya mapinduzi ya dunia ambayo aliita Two Middle Areas, akiamini kuwa katikati ya mataifa mawili makubwa, yaani Urusi na Marekani, kulikuwa na maeneo makubwa katikati yake. Eneo la kwanza lilikuwa ni baadhi ya nchi za bara la Asia, Afrika na Amerika Kilatini ambazo ama zilikuwa zimejipatia uhuru au zilikuwa katika harakati za kujipatia uhuru. Kwa kuzingatia falsafa hiyo, mwaka 1964 waziri mkuu wa China siku hizo Zhou Enlai aliitembelea Tanzania, na kutoka hapo China ikaanza kutoa mafunzo na misaada ya kijeshi kwa Tanzania hadi mwishoni mwa mwaka 1978 vita vya Kagera vilipopamba moto. Katika kitabu cha Arms for Africa cha Bruce Allen ameandika katika ukurasa wa 110 kuwa China ilitoa 60% ya mahitaji yote ya kijeshi kwa Tanzania. Pamoja na historia yote hiyo, urafiki kati ya Tanzania na China toka mwaka 1964 hadi mwaka 1978 Tanzania ilipoiendea China kwa ajili ya misaada ya zana za kivita za kupambana na Idi Amin Dada, China iliambia Tanzania kuwa haitajihusisha kwa namna yoyote ile na mgogoro kati ya Tanzania na Uganda. Zaidi ya hilo, China ikaitaka Tanzania kukaa meza moja na Uganda ili kumaliza mgogoro huo. Serikali ya China iliwasilisha tu Tanzania zana za kivita zilizokuwa zimenunuliwa kabla ya vita kuanza, lakini hakuna silaha zaidi ambazo China ilizitoa au hata vipuri kwa ajili ya zana nyingine. Kutoka hapo jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania likaanza kutegemea vipuri kama betri za vifaru kutokana na silaha walizoziteka kwa majeshi ya Idi Amin. Kwa upande wa Uganda nako, zana za kijeshi ambazo ilikuwa ikizipata kutoka Urusi hazikuendelea tena kutolewa. Kati ya mwaka 1975 na mwaka 1978 Uganda ilipata zana za kivita kutoka Urusi, Libya, Iraq na Uswizi. Kitabu cha Arms and Welfare cha mwandishi Michael Brzezinski kimeandika, Jumatatu wa Novemba 10 mwaka 1975 Rais wa Uganda Jenerali Idi Amin Dada alitishia kuwa angevunja uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kampala na Moscow ndani ya saa 48 iwapo Warusi wasingempa alichokuwa kikitaka. Jenerali Idi Amin Dada alilaumu pia Urusi kwa kuingilia mambo yake ya ndani, sawa na kumnyima vipuri kwa ajili ya ndege za kijeshi za MiG-19 na MiG-21. Novemba 11 mwaka 1975 Rais Amini alitangaza kuwa Urusi imlete balozi mwingine, kwani aliyekuwepo alikuwa amejawa na chembe za ubeberu. Kitabu cha Lesson from the Cold War cha Dal Datam kimeandika. Katika matangazo ya redio Uganda, Rais Amini alisikika akisema pia kuwa mimi sio kibaraka na sishurutishwi na yoyote, mwisho wa kunukuu. Baada ya hapo kinaandika kitabu hicho kuwa Urusi waliamua kuvunja uhusiano na Uganda, lakini cha kushangaza Urusi iliurejesha uhusiano huo siku 4 baadaye, kwa maana Novemba 15 mwaka 1978. Huu ni ule wakati ambao Idi Amin Dada alikuwa mwenyekiti wa nchi huru za Afrika OAU. Uganda ilipovamiwa na makomando wa Israel katika kile kinachofahamika kama Operation Entebbe ama kama inavyojulikana wengine kama Operation Thunderbolt, Jumapili ya Julai 4 mwaka 1976, na ndege zake za kijeshi kuharibiwa vibaya, Urusi iliahidi kuimarisha kikosi cha anga cha jeshi la Uganda na kuwapa ndege nyingine za kivita. Kwa ahadi hiyo, uhusiano kati ya Uganda na Urusi ukaanza kuimarika tena, marubani wa ndege za jeshi za Uganda wakipelekwa Urusi kwa mafunzo. Miongoni mwa hao ni Luteni David Omita, Luteni Atiku na Luteni Abu Sala, ambao baadaye walikuja kuwa marubani wa kwanza kuishambulia Tanzania kwa ndege za kivita. Pamoja na uhusiano huo kati ya Uganda na Urusi, wote hawa kwa maana ya Urusi na nchi nyingine za Ulaya Mashariki walisema wako tayari kuendelea kuipa Uganda silaha na zana nyingine za kijeshi, lakini sharti lilikuwa ni kulipa kwa fedha taslimu na si kwa mkopo. Uingereza na Ujerumani Magharibi kwa upande wa Tanzania zilitoa msaada katika vita hiyo kwa njia isiyo moja kwa moja kwa kutoa mamilioni ya dola kusaidia wakimbizi wa Kagera. Kwa hiyo fedha ya Tanzania ilikuwa itumike kwa wakimbizi hao ikatumika vitani badala yake. Canada ilikuwa ikitoa silaha kwa Tanzania zikiwamo ndege za kivita, na kwa mujibu wa vyanzo fulani hata baadhi ya marubani wa ndege za jeshi walipokea mafunzo yao nchini Canada. Muda mrefu hata kabla vita kuanza, Tanzania ilikuwa imeingiza ndege zake kutoka Canada.
Wakati vita ilipozuka, kwa mujibu wa kitabu cha War in Uganda, Tanzania ilijaribu kuiharakisha Canada itume ndege hizo, lakini serikali ya Canada haikufanya lolote. Hata hivyo, ndege hizo zilifika baada ya vita kumalizika. Kuhusu upatikanaji wa silaha nchini Uingereza, kitabu hicho kinaandika kuwa Tanzania ilimtegemea sana Ami Kashmiri, ambaye wakati vita inaanza alikuwa London, Uingereza, akifanya kazi uwakala wa ununuzi wa silaha kwa ajili ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika. Kashmiri, au kama wengine walivyomuita Sheikh Mohamed Abdulman Kashmir, alikuwa ateuliwe kuwa mkuu wa majeshi katika mabadiliko ya uongozi jeshini ya mwaka 1974, lakini iliaminika kuwa hakupewa wadhifa huo kwa sababu ya asili yake ya Kihindi. Wasifu wake unaonyesha kuwa Luteni Kanali Kashmiri alizaliwa mwaka 1935 mkoani Kagera na kusoma shule ya sekondari ya Karimjee jijini Tanga kati ya mwaka 1950 hadi mwaka 1956, na baadaye chuo cha kijeshi cha Royal Academy huko nchini Uingereza kati ya mwaka 1958 hadi mwaka 1960. Yeye na Mrisho Sarakikia ndio walioshiriki kikamilifu kulisuka upya jeshi la Tanzania mara baada ya uasi wa Januari mwaka 1964. Hata hivyo, serikali ya Uingereza haikutaka kujihusisha waziwazi katika mgogoro wa Tanzania na Uganda, lakini angalau vifaa vya kujenga upya daraja la Mto Kagera vilitolewa na serikali ya Uingereza. Kashmiri alifanikisha kupatikana kwa mabuti ya jeshi, mahema na baadhi ya vifaa vingine, na vikapakiwa kuletwa nchini Tanzania. Kupita kote huko duniani, ni katika Afrika tu ambako Tanzania ilipata marafiki wa kweli waliojumuisha Msumbiji na Zambia, ambao walitoa hadharani taarifa za kumlaani Idi Amin Dada kwa kuivamia Tanzania. Msumbiji ilitoa kikosi cha wapiganaji wake kwenda vitani Kagera, nchi za mstari wa mbele nazo kila moja zikichangia silaha, huku Algeria ikituma meli 3 za silaha kuja Tanzania. Hata hivyo, katika yote hayo, walioliokoa jeshi la Tanzania kwa maana ya zana za kivita ilikuwa ni silaha za jeshi la Uganda. Wanajeshi wa Uganda walipokuwa wakiwakimbia wapiganaji wa JWTZ waliacha silaha nyingi nyuma yao ambazo JWTZ ilizikusanya na kuzitumia. Shida kubwa ya Tanzania ikawa si silaha tena, bali ni namna kuzisafirisha silaha hizo hadi kwenye uwanja wa vita. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ilikusanya silaha nyingi sana za kijeshi kutoka kwa jeshi la Idi Amin Dada, kiasi kwamba kulibuka utani kuwa Idi Amin Dada alikuwa mgavi mkuu wa silaha kwa Tanzania. Awamu ya kwanza ya vita vya Kagera ikawa imemalizika kwa kuyafukuza majeshi ya Idi Amin Dada katika ardhi ya Tanzania. Hata na hivyo, rais wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hakuridhika tu na kuwaondoa katika ardhi yake, kwa sababu aliamini kuwa akiwaacha wangeshambulia tena. Baada ya kuondoa katika ardhi ya Tanzania, kilichofuata ilikuwa ni uamuzi mgumu kuandama hadi ndani ya Uganda kwenyewe ili kuhakikisha hawabaki kuja kuishambulia Tanzania tena. Jana alikuwa ametuvamia sisi Tanzania, kesho angeweza kavamia Kenya, anajua hata kemewa. Lakini Mwalimu Nyerere katika hilo alipata shinikizo kubwa kutoka kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU, wakimtaka asitishe vita dhidi ya Uganda. Aliyekuwa mwenyekiti wa OAU siku hizo, Rais Gafar Nimeir wa Sudani, alianza kumkaba Rais Julius Nyerere kuhusu vita vya Kagera, akimtaka aondoe majeshi yake. Nyerere naye alimshutumu Nimeir na OAU kwa kushindwa kulaani uvamizi wa Amini na kutaka kusitisha mapigano wakati Amini akiwa ameikalia ardhi ya Tanzania. Nyerere alitangaza hadharani kuwa hafikirii kusitisha vita dhidi ya Uganda hadi awe na uhakika na usalama wa Tanzania. Msimamo huo Mwalimu Nyerere alianza kuonyesha siku ile alipotangaza vita dhidi ya Idi Amin Alhamisi ya Novemba 2 mwaka 1978. Katika hotuba yake, Mwalimu alisema, nanukuu, "Marafiki zetu wanaotuomba maneno ya suluhu waache maneno hayo. Kuchukua nchi ya watu wengine si kwamba majeshi yamekosea njia na kusema kuwa sasa sehemu hiyo umeichukua na kutangaza vita kwa nchi ile nyingine. Si sisi tuliofanya hivyo, amefanya hivyo mwenda wazimu. Sasa rafiki zetu, kama kweli ni marafiki wa kweli, watataka tumuondoe mtu huyu. Hawawezi kutuomba suluhu au jambo la ajabu kabisa eti turudishe nyuma majeshi yetu. Niarudishe wapi?" Mwisho wa kunukuu. Amini mwaka jana ametufanyia kitendo cha jeuri, cha fedheha na cha kuvunja sheria zinazojulikana. Kuvunja sheria. Amevamia nchi yetu, amekalia eneo la nchi yetu, amelitangaza eneo hilo kwamba sasa ni eneo la Uganda. Hiyo imevunja sheria na sheria zinazojulikana, kila mtu anajua. Sasa ilikuwa lazima akataa. Tukaomba
nchi za Kiafrika, kwa sababu nchi za Kiafrika hazina jeshi, si serikali hazina jeshi, zimpe adhabu ya kumlaumu tu, ya maneno tu. Nchi za Umoja wa Afrika ziliposhindwa angalau kumkemea tu kwa maneno, amini, mvamizi wa nchi yetu, zilifanya mfano mbaya sana. Zingeweza kumwacha amini huyo hata kama angepona. Jana alikuwa ametuvamia sisi Tanzania, kesho angeweza kavamia Kenya, anajua hata kemewa. Kama na sisi tungefanya mfano mbaya huo tukaupata, tusimchape au tungekubali kwamba kumpiga ni haramu, kesho baada ya kutunyorosha sisi, kesho angejaribu Kenya. Anajua kwamba Kenya wakithubutu kujaribu kumpiga lazima waishie mpakani, wakiingia ndani watalaumiwa. Nigeria ambayo bado ilikasirishwa na kitendo cha Tanzania cha kutambua Jamhuri ya Biafra iliyotaka kujitenga kutoka jamhuri hiyo ya Nigeria, yenyewe ilionyesha msimamo wake waziwazi dhidi ya Tanzania juu ya vita vya Kagera. Jimbo la Biafra lilitangaza kujitenga na Nigeria mnamo Mei 30 mwaka 1967, na mwaka uliofuata Aprili 13 mwaka 1968, Rais wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangaza kutambua uhuru wa jimbo hilo. Mkuu wa jeshi la Nigeria siku hizo Jenerali Yakubu Dajuma alifika Kampala na baadaye Dar es Salaam kati ya Novemba 14 hadi 16 mwaka 1978. Katika jarida la Africa Bulletin akiwa Uganda, Idi Amin Dada alimwambia kuwa yuko tayari kuyaondoa majeshi yake mpakani iwapo tu OAU ingemhakikishia kuwa Tanzania ingesimamisha mapigano na kutoichokoza Uganda. Jenerali Dajuma alifika pia Dar es Salaam na ujumbe wa rais wa Nigeria siku hizo Jenerali Olusegun Obasanjo ukimtaka Mwalimu Nyerere kukubali mazungumzo na kusitisha mapigano mara moja. Mwalimu Julius Nyerere alimkabili Jenerali Dajuma kwa kumwambia, na nukuu, Idi Amin Dada amefanya kitendo cha uvamizi dhidi ya Tanzania. Hebu fikiria ikiwa atayaondoa majeshi yake na kuyarudisha nyuma. Sisi tuseme imetosha, halafu tumwache ende zake. Si rahisi hivyo kumwacha mchokozi kwenda zake. Mwisho wa kunukuu. Kiongozi wa Libya siku hizo Muammar Gaddafi naye akaingia vitani upande wa Uganda, huku akimtaka Mwalimu Nyerere kuacha kuipiga Uganda. Mwalimu Nyerere alimjibu Gaddafi kwa kusema kuwa tunapigana kwa ajili ya usalama wa nchi yetu, hatupigani kwa sababu ya kumngoa. Sisi tunapigania usalama wa nchi yetu. Baadaye Gaddafi alimtuma mjumbe wake kumpelekea risala Mwalimu Nyerere iliyoeleza kuwa tangu mgogoro ulipoanza yeye Gaddafi alijitahidi sana kusuluhisha, lakini baada uchunguzi wa muda mrefu ameamini kuwa bila shaka wa Tanzania ndio walikuwa wachokozi. Mwalimu Nyerere alimjibu Gaddafi kupitia mkutano wake na wazee wa Dar es Salaam kwa kusema kuwa vita tunavyopigana sisi ni vita vya usalama wa nchi yetu. Hatukusudii kumtoa Idi Amini. Tumeishi naye miaka 8, tunataka ajue kuwa vita si lele mama. Vita si mchezo. Akishajua hilo, madhali tuliishi naye miaka 8, tuko tayari kuishi naye tena miaka mingine 8. Mwisho wa kunukuu. Katika mkutano wa wakuu wa nchi za OAU uliofanyika mjini Monrovia nchini Liberia, Mwalimu Nyerere na rais wa Sudani Gafar Nimeri walirushiana maneno makali, huku Nimeri akituhumu Tanzania kwa kuivamia Uganda, ajenda kuu ya mkutano huo ikiwa ni kitendo cha Tanzania cha kumpindua Idi Amin Dada. Baada ya OAU kushindwa kutimiza sharti la Tanzania la kumlaani Idi Amin Dada kwa kuitaka na kuiteka ardhi ya Tanzania, iliamua kuteua kamati ya mataifa 9 kujaribu kuleta suluhu. Kamati hiyo iliongozwa na Meja Jenerali Henry Edmond Adefope wa jeshi la Nigeria na iliketi mara nyingi jijini Nairobi, na katika kila kikao ilichoketi nusura kivunjike kutokana na maneno makali waliorushiana wajumbe. Waziri wa mambo ya kigeni wa Tanzania siku hizo Benjamin William Mkapa alikataa hoja iliyosema kuwa majeshi ya Uganda yaliondoka kwa hiari katika ardhi ya Tanzania kwa kuhoji kuwa kusema majeshi ya Uganda yameondoka kwa hiari ni tusi kubwa kwa vijana wetu waliouawa wakipigania ardhi yao. Mkapa aliendelea kuambia kamati hiyo kuwa OAU ilishindwa kumlaani Idi Amin alipoiteka sehemu ya ardhi ya Tanzania, lakini pia ilishindwa kutofautisha kati ya mchokozi na aliyechokozwa. Akijibu hoja za Mkapa, waziri wa mambo ya kigeni wa Uganda siku hizo Mathias Lubega alipinga vikali, lakini Mkapa akashikilia msimamo wake. Baada ya mjadala wa Nairobi kuwaka moto, kamati hiyo iliamua kusafiri kwenda
kwenda Kampala na Dar es Salaam ili kukutana na Idi Amin Dada na Mwalimu Julius Nyerere. Walipofika Uganda, Jenerali Idi Amin Dada aliambia kamati hiyo kuwa Uganda ilivamiwa na Watanzania, wa Marekani, wa Israel na wa Cuba. Baada ya kamati hiyo kutoka Kampala ilielekea Dar es Salaam na ilifika wakati Mwalimu Nyerere akiongoza baraza la mawaziri. Waziri wa mambo ya kigeni wa Tanzania Benjamin Mkapa aliambia wajumbe wa kamati hiyo kuwa Mwalimu Nyerere alikuwa na shauku ya kuonana nao na angekutana nao majira ya jioni, lakini Mwalimu Nyerere hakutokea, hali iliyopelekea wajumbe hao kuondoka na kurudi Nairobi. Walipoondoka tu hotelini, Rais Nyerere alituma ujumbe kuwa yuko tayari kukutana nao mwendo wa saa 11:30 jioni, hali iliyomfanya Mkapa kuwakimbilia wajumbe hao katika uwanja wa ndege kuwapasha habari hizo, lakini walisema wameshachelewa na kwamba kama watafanya mkutano huo wangechelewa ndege ya kuwarejesha Nairobi. Ingawa Mkapa aliwaambia yuko tayari kuwapatia malazi na kile walichohitaji ili tu mkutano huo ufanyike, baadhi ya wajumbe walimkebehi kwa kumwambia kuwa hawakuja na miswaki na wengine wakisema kuwa hawakuja na nguo zao za ndani za kubadilisha, hali iliyopelekea usuluhishi mwingine wa OAU kushindwa. Katika kitabu cha Africa in the Post-Decolonization Era, mwandishi Richard Bissell ameandika na nukuu, baada ya OAU kushindwa kukemea na kuilani Uganda kwa kitendo chake cha kuivamia na kuikabili sehemu ya ardhi ya Tanzania, Nyerere aliamrisha jeshi lake kuingia Uganda. Majeshi yaliyokuwa yanapigana na majeshi ya Amin waliingia mjini Kampala. Kuingia kwa JWTZ ndani ya Uganda ilikuwa ni awamu ya pili ya vita vya Kagera. Kabla awamu hiyo haijaanza, kulifanyika mabadiliko ya uongozi kwenye uwanja wa vita baada ya kufanya kazi kwa muda wa miezi mitatu akiwapanga wapiganaji wa JWTZ na kuirejesha ardhi ya Tanzania iliyotekwa na Idi Amin Dada. Brigedia Jenerali Tumaini Kiwelu alirejeshwa Dar es Salaam na kazi ya kuingia Uganda ikaenda mikononi mwa kamanda mwingine, Meja Jenerali David Msuguri. Ilipangwa miji ambayo ingeanza kutekwa ambayo ni Masaka na Mbarara, hii ikibatizwa jina la mapigano wa Masaka ambayo ilidumu kwa siku mbili tu, kwa maana Ijumaa na Jumamosi ya Februari 23 na 24 mwaka 1979 na ikamalizika. Lakini kabla Masaka haijafikiwa kulikuwa na miji midogo midogo ya kuiteka. Mmoja wapo ulikuwa ni mji wa Lukoma ambako kuna uwanja mdogo wa ndege uliojengwa mahususi kwa shughuli za kivita na ni umbali wa kilomita 20 tu kutoka upande wa Tanzania. Ndege za kijeshi zilizoishambulia Tanzania zilipaa kutoka katika uwanja huo uliozungukwa na vilima vya Nsabia, Kikandwa na Simba. Vilima vyote hivi askari wa Idi Amin walikuwa wametanda wakiwa na silaha kali za kivita, vikiwemo vifaru na mizinga mikubwa. Brigedi tatu zilizokamilika kwa maana brigedi ya 201, 207 na 208 zilitumwa kuingia Masaka. Mpango wa awali ulikuwa ni kuzituma brigedi za 201 na 208 kushambulia vilima vya Simba kutokea kusini magharibi na brigedi ya 207 ishambulie kutoka mashariki. Lakini baadaye taarifa za kiintelijensia zilisema kulikuwa na zaidi ya askari 500 wa Idi Amin wakiwa na vifaru na mizinga mikubwa eneo la Katera kwenye rasi ya Sango Bay, eneo la Kakuuko upande wa pili wa Victoria, na kuwaacha hawa ingefanya eneo la upande huu wa Tanzania kuwa hatarini zaidi kushambuliwa. Kwa hiyo iliamriwa brigedi ya 207 ianze kushambulia Katera, na kulikuwa na njia mbili za kufika Katera kutokea Minziro, njia ya kwanza na rahisi zaidi ikiwa ni barabara kuu, lakini kwa kutumia njia hiyo jeshi la Tanzania lingekutana na mashambulizi ya uso kwa uso kutoka kwa jeshi la Idi Amin Dada. Njia ya pili na ngumu zaidi ilikuwa ni kupita kwenye uchochoro wenye mabwawa yaliyojaa maji kutokana na mvua iliyokuwa ikinyesha, huu ukiwa ni upande wa pili wa ziwa Victoria. Askari wachache waliozaliwa katika vijiji vilivyozunguka ziwa karibu na Bukoba na ambao walijua lugha na tamaduni za eneo hilo walichaguliwa kusonga mbele wakivalia nguo za kiraia na kubeba matairi ya baiskeli na bidhaa nyingine kama vile wanakwenda sokoni. Askari waliobaki nyuma wakiwafuatilia kwa kufuata nyayo zao. Siku iliyofuata walirudi wakiwa wamechoka kupita kiasi na wengine wakiwa wagonjwa, wakiripoti kuwa mvua kubwa ilinyesha iliharibu sana barabara kiasi cha kutopitika. Pamoja na ripoti ya wanajeshi hao, kamanda wa brigedi hiyo, Brigedia John Bolton Warden, aliamua ni lazima wasonge mbele hata kama hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kiasi gani, na huyo alifahamika kama Black Mamba kutokana na ushujaa wake.
Kwa kuwa alijua wanajeshi wake wasingepata moyo wa kusonga mbele bila yeye kwenda nao bega kwa bega, aliamua kutembea nao kwa mwendo wa zaidi ya kilomita 8 za kwanza kutoka Minziro hadi kilima cha Bulembe. Brigedia Walden alidhani mwendo kwa hizo kilomita 8 ungewachukua saa chache kupita kwenye msitu mnene, lakini ingewachukua karibu saa 11 wakipambana na matope, madimbwi makubwa ya maji, mbu na mbung'o, na maeneo mengine walilazimika kutembea kwenye madimbwi ya maji yaliyowafika mabegani karibu kabisa na kuzama. Hatimaye walipofika eneo ambalo lilikuwa kavu kwa kiasi fulani, brigade ya 207 ilipumzika kidogo, kisha ikaanza tena matembezi marefu kuelekea kaskazini, umbali wa kilomita 28 kuingia ndani ya Uganda katika mji wa Katera. Walipodhani masaibu yamekwisha, ndipo walipoongezeka, kwani wadudu kama mbu na mbung'o waliongezeka. Brigade ya 207 ikijikuta katika vita vya aina mbili: mosi, kupambana na jeshi la Idi Amin Dada, na pili, kupambana na wadudu wanaokera katika msitu mnene, huku mvua ikinyesha na barabara yenye madimbwi kuja maji. Silaha walizokuwa nazo zililoa chapa chapa, na kutokana na barabara kutopitika kwa gari, hata zile gari za jeshi, askari wa brigade hii walilazimika kubeba vichwani mwao silaha zao na zana nyingine za kivita. Hatari kubwa zaidi kuliko mbu na mbung'o ilikuwa ni wanyama wakali kama vile mamba na viboko waliokuwa maeneo hayo, hususan kuelekea Sango Bay. Kwa hiyo kulikuwa na hofu nyingine ya wanajeshi hao kushambuliwa na hata kuuliwa na wanyama hao wakali. Kwa umbali wa kilomita 28 hivi, na kutokana na ubovu mkubwa wa njia waliopita, ikiwa na madimbwi makubwa yaliyojaa maji, ikijumlishwa na mashambulizi ya wadudu, brigade hiyo ilitumia muda wa saa zaidi ya 50 bila kupumzika wala kula. Redio za mawasiliano walizokuwa nazo zililoa maji hata zikashindwa kufanya kazi, kwa hiyo walipoteza mawasiliano kabisa na makao makuu ya kikosi chao. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ lilianza kuwatafuta wanajeshi hao bila mafanikio, na kukawa na hofu kubwa kuwa brigade ya 207 ilikuwa imeshambuliwa na kufyekwa yote. Hakukuwako na namna yoyote ambayo yeyote katika brigade hiyo angeweza kufikiwa. Hatimaye ilipofika saa 11 jioni ya siku ya tatu, brigade hiyo ikaibuka kutoka kwenye mabwawa ya maji na matope, angalau sasa redio zikianza kufanya kazi na kuweza kuwasiliana na kituo chao cha kazi. Ingawa hakuna mwanajeshi hata mmoja aliyepoteza maisha, zaidi ya wapiganaji 200 miongoni mwao walikuwa wagonjwa na wachovu mno kiasi kwamba walishindwa kusonga mbele, wengine wakifika hatua kushindwa hata kutembea kiasi kwamba ilitumwa helikopta jeshi ili kuwabeba. Kwa kuwa wanajeshi wa JWTZ walikuwa wamechoka sana, iliamuliwa kuwa wasubiri hadi kupambazuke, na ndipo mashambulizi dhidi ya majeshi ya Idi Amin yaanze. Kabla ya kupambazuka, askari wa jeshi la Tanzania JWTZ walianza kushambulia vilima vya Kikanda, Nsambia na Simba. Majeshi ya Idi Amin Dada yakijua wanajeshi wa Tanzania wangeingia Uganda kushambulia, lakini hawakujua kwa uhakika shambulio hilo lingefanyika lini na wapi, na kwamba lingefanyika kutokea upande gani. Kwa jinsi mashambulizi yalivyokuwa makali na ya kushtukiza, redio ya taifa Uganda ilitangaza kuwa Uganda ilivamiwa na majeshi ya Tanzania na Cuba, na ingawa Cuba ilikanusha habari hizo, Idi Amin Dada aliendelea kusisitiza kiasi kwamba jarida la The Top Point International liliandika kuwa dikteta wa Uganda anapiga kelele. Kwa mujibu wa kitabu cha War in Uganda, usiku mmoja kabla ya kushambulia vilima vya Simba, baadhi ya makamanda wa brigade walikutana kwa mazungumzo na kupata kinywaji. Kwa wakati wote huu, kila upande, Tanzania na Uganda, ulikuwa ukijaribu kunusa mawasiliano upande wa pili. Baada ya kupata kinywaji, makamanda wa brigade walirejea katika vituo vyao na kuanza kucheza kitimbi. Kwa mujibu wa kitabu hicho, makamanda hao walianza kuwasiliana wenyewe kwa wenyewe kwa kutumia redio za upepo. Mmoja akauliza, wa Cuba wameshakaa tayari upande wa kulia? Halafu akajibiwa na askari mwingine, tayari afande. Yule wa kwanza akauliza tena, wa Israeli wameshajiweka tayari upande wa kushoto? Halafu akajibiwa, wako tayari afande. Kisha akaendelea, na je, wa Marekani nao wameshakaa tayari eneo la kati? Akajibiwa, wako tayari afande. Kisha akasema, haya twende kazi. Majeshi ya Idi Amin Dada yalikuwa yanafuatilia mawasiliano hayo ya redio. Baada ya kusikia mawasiliano hayo, ndani ya dakika chache majeshi ya Uganda yakaanza kulikimbia eneo hilo mmoja baada mwingine. Katika mawasiliano ambayo JWTZ ilianasa kutoka Uganda, walisikia kamanda wa vikosi vya eneo hilo akiwasiliana makao makuu mjini Kampala akisema, aisee, kweli wanakuja sasa. Kisha sauti kutoka Kampala ikajibu, sawa, wapigeni.
Kamanda aliyekuwa akiongea katika mawasiliano hayo alikuwa eneo la vita akiwasiliana na aliyopo makao makuu mjini Kampala. Alipoambiwa wapigeni, yeye akajibu, tubadilishane, wewe njoo huku vitani na mimi nije huko ofisini. Siku iliyofuata Idi Amin Dada, kwa kuamini maneno kutoka kwa makamanda wake kwamba wanajeshi wa Marekani, Israel na Cuba walikuwa tayari kupigana upande wa Tanzania dhidi ya Uganda, aliingia kwenye studio za redio ya Uganda na kuanza kutangaza kuwa nchi yake imevamiwa na Watanzania, wa Israel, wa Cuba na wa Marekani. Kusikia taarifa hizo, vyombo vya habari vya kimataifa vikashangazwa na madai ya Idi Amin, ingawa ilikuwa ni uongo kuwa kulikuwa na wa Cuba, wa Israel na wa Marekani waliovamia Uganda. Ukweli ni kwamba Idi Amin alipata habari hizo kutoka kwa wanajeshi wake ambao nao waliamini kile kitimbi kilichochezwa na makamanda wa JWTZ. Ni kweli kwamba makamanda wa JWTZ ndio waliosema hayo, na hayo waliyosema yalinaswa na redio za mawasiliano za jeshi la Idi Amin, ambalo baada ya kuziamini walizipeleka moja kwa moja kwa Amiri Jeshi Mkuu Idi Amin, ambaye naye aliziamini na kuitangazia dunia. Lakini Meja Jenerali David Msuguri, ambaye kwa sasa ndiye alipokea kijiti kutoka kwa Brigedia Jenerali Tumaini Kiwelu kushambulia majeshi ya Idi Amin, alikemea kitendo cha makamanda hao. Hata hivyo, kitimbi hicho kilifanikiwa sana kwa sababu kiliatia kiwewe majeshi ya Idi Amin Dada. Mashambulizi makali yakafanywa na JWTZ katika vilima vya Kikanda, Nsambia na Simba. Majeshi ya Idi Amin yakilemewa katika maeneo hayo, mizinga mikubwa ya Tanzania ikavunja nguvu za jeshi la Amini. Upande wa kaskazini mwa vilima ambako majeshi ya Idi Amin angeweza kupata mwanya wa kukimbia, nako kulikuwa kumezingirwa na brigade za 201 na 208. Majeshi ya Idi Amin Dada yasijue jinsi yalivyozingirwa. Walishtukizia tu wakishambuliwa na wakastaajabu zaidi kwa hata walikokuwa wakikimbia nako kulikuwa kumezingirwa na wapiganaji wa JWTZ. Katika shambulio hilo moja la siku hiyo, kiasi cha wanajeshi 250 wa Uganda waliuawa. Walipochunguza maeneo walioshambulia, makamanda wa Tanzania walitambua kuwa wenzao wa Uganda hawakujua namna ya kutumia vizuri maeneo yaliyoinuka ili kukabiliana na adui. Katika kilima cha Nsambia, JWTZ ilikuta handaki moja na si moja tu ya mawasiliano. Katika eneo la kilima Kikanda, wa Tanzania walistaajabu sana walipogundua mizinga mikubwa ambayo makombora yake ndiyo yaliyoshambulia kikosi cha Luteni Kanali Salim Boma eneo la Mutukula, na ilikuwa nyuma ya milima badala juu ya mwinuko. Wakati mapambano yakiendelea kwenye vilima hivyo, ndege za kivita za Idi Amin zilijaribu kusaidia wanajeshi wake, lakini bila mafanikio. Ndege hizo zilishindwa kuokoa jahazi kwa sababu kufikia wakati huo ndege nyingi za Uganda zilikuwa zimeshatanguliwa na JWTZ. Tangu wapiganaji wa JWTZ walipovuka mpaka na kuingia ardhi ya Uganda Jumamosi ya Januari 20 mwaka 1979 na kuteka vilima vilivyotajwa hapo juu pamoja na kiwanja cha ndege cha kijeshi cha Lukoma kilichoangukia mikononi mwa JWTZ Jumanne ya Februari 13, Tanzania ilikuwa imeshaangusha ndege 19 za jeshi la Uganda. Kilichoanza kumkatisha tamaa Idi Amin Dada ni ile kasi ya Tanzania kuangusha ndege za jeshi lake, na kilichomtia kiwewe zaidi ni kasi ya kukamata silaha kutoka kwa majeshi yake. Baadhi ya marubani wa Uganda waliosikia ndege zao zilivyokuwa zikitunguliwa na majeshi ya Tanzania waliingiwa na kiwewe, na hivyo wengine walitoroka kazini. Kilichofanya jeshi la anga la Uganda lifikie katika hali mbaya kiasi hicho ni upungufu na pengine ukosefu wa wataalamu, upungufu wa vipuri vya ndege na marubani wa ndege za kijeshi kukimbia. Kwa hiyo wakati mji wa Masaka ukianguka mikononi mwa JWTZ, tayari jeshi la anga la Idi Amin lilikaribia kuwa mahututi. Hata hifadhi yake ya silaha ambayo ilianza kuwa na mushkeli kwenye kilima cha Simba, JWTZ ilikamata vifaru 6. Baadaye vifaru hivyo vilianza kutumiwa na jeshi la Tanzania. Silaha mbalimbali kuanzia bunduki za kawaida hadi mizinga mikubwa ikikamatwa kutoka eneo hilo. Baada ya kukamilisha kazi ya kuteka vilima vya Kikanda, Nsambia na Simba, sasa njia ikawa imesafishwa tayari kwa ajili ya kushambulia mji wa Masaka. Vikosi vilivyoelekea katika mji wa Masaka vikupata tabu kama vile vilivyokuwa vikielekea mji wa Mbarara. Brigedia Silas Mayunga aliyekuwa akiongoza brigade ya 206 ndiye aliyekutana na hali ngumu zaidi. Kiasi cha kilomita 45 kutoka mpaka wa Tanzania karibu na mji wa Gazaya, vifaru viwili vya Tanzania vya kikosi cha Luteni Nshimani vilipigwa kombora na majeshi ya Idi Amin Dada. Awadhi Rashid, makala maalum ya Nyufa za Kanda, Arusha One Radio.